Uhabari gani Mwanakeo TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Rais wa TLS Boniface Mwabukusi kupitia mtandao wa Twitter amesema kwamba anafikiri kijinga. Ameandika hoja zisizopungua 10 hapa kuhusu anavyofikiria kuhusu taifa. Pasi na kupoteza muda, nataka nisome hichi ambacho ameandika rais wa TLS Boniface Mwabukusi. Nanukuu, ninafikiri kijinga. 1. Kwamba kuna kijana kapewa bilioni 6 huko Afrika Kusini. Kwa hiyo alipewa akawaambia Mwamberege na wenzake, tumieni kanuni na kuiondoa Chadema kwenye uchaguzi kinyume na katiba na sheria. Anauliza hapo. Namba 2. Baada ya hapo kijana huyo asiye mzalendo au kwa manufaa ya mabeberu akaingiza tume ya uchaguzi kumwengua Ruhanga Mpina asigombee urais licha ya kuruhusiwa na mahakama. Namba 3. Ghafla kwa kutumia pesa hizo akashawishi wapiga kura zaidi ya 80% wajitokeza kupiga kura kwa miujiza akaiwezesha tume kujumuisha kura zaidi ya milioni 31 kwa kasi ya kimondo. 4. Akaamuru IGP akatii agizo la kijana asiye mzalendo, akatangaze kafyu ndani ya dakika 40 kabla ya kuanza utekelezaji, bila akujali watoto wa mitaani na watu wasio na makazi watahifadhiwa wapi na kwa namna gani, wala wananchi watarudije makwao. Namba 5. Kijana huyo asiye mzalendo akaamuru polisi watumie silaha za moto na kupiga waandamanaji risasi za vichwa, tumbo, viuno na kifua na kuwezesha maiti kujificha zenyewe ili wasizikwe. Namba 6. Akaamuru maiti zifichwe ili wafiwa washindwe na mwishowe kuzika viatu na nguo za marehemu wasione miili ya ndugu zao. 7. Akaamuru iundwe tume ya uchunguzi isiyo huru na kuagiza iitwe tume huru. Namba 8. Mpaka leo serikali imeshindwa kukamata askari walioua watu, wakiishia kukamata ndugu waliouawa na vijana wasio na hatia. Manake siku hizi ukikohoa au kukosoa sakritik watukufu ni uhaini, na hii ni kwa mujibu wa kijana huyu asiye mzalendo. Namba 9. Akaamuru mtandao ufungwe kwa siku kadhaa ili aweze kutandika risasi kimya kimya kutimilisha ubazizi wake. Sasa hii ndiyo sababu nzuri ya kuunda tume ya uchunguzi iliyo huru na jumuishi ya mataifa ili tuwachemshe supu hawa mabeberu. Namba 10. Na kwa nguvu hiyo hiyo hataki tume ya huru ya kimataifa au iliyo jumuishi ya kutafuta ukweli wa jambo hili. Taifa linahitaji haki, ukweli na uwajibikaji. Unahitaji kuwa professional wa pumbavu au kukubali nadharia hii tepetevu. Ameandika maneno hayo Boniface Mwabukusi katika mtandao wa Twitter. Mwisho kunukuu hichi ambacho Boniface Mwabukusi ameandika katika mtandao wa Twitter. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kuhusu hichi ambacho Boniface Mwabukusi ameandika katika mtandao wa Twitter. Pasi na kupoteza muda, nataka nipitie maoni mawili matatu nione watu wana maoni gani kwa hichi ambacho Boniface Mwabukusi ameandika. Nanukuu maoni kadhaa ambayo watu wameyatoa hapa katika chapisho la Boniface Mwabukusi. Wa kwanza hapa namuona anaitwa Marking Kame, anasema bilioni 6 zinatumwa kwa simu, nimecheka. Lakini Litha anasema aise, basi huyu atakuwa sio yeye, ni amemtaja jina hapo. Lakini Jobe anasema tatizo la nchi kuongozwa na wajinga ndio hili.
wao kwa ujinga wao wanaona watizi wote ni nyumbu, au kwamba watapiga propaganda za kijinga kwa ajili yao wataamini, na hiyo ni kupatwa kwa nchi. Lakini dada Joseph anasema huyo kijana bara. Lakini Liberation nao anasema naogopa, ngatekateka, ngashangaza, ngajiuliza, ngakosa majibu, ngakufa, ngafufuka, ngachoka sana. Awareness anasema acheni vitu vya ajabu, mjifunze kudili na uhalisia. Hili swala la kuwashangaza serikali, nyinyi ndio mnaonekana wa ajabu. Mnajua fika mlianza kwa ndugu yetu Lolin South. Sasa badala ya mwachane nalo ama muonyeshe na kumkataa ndugu yetu, mnajifanya kuishangaa serikali. Lakini Rita anasema yani serikali yetu inatufanya sisi uwajinga. Lakini Cruz anasema kichwa changu kinauma. Lakini Zedi 17 kila anasema mpaka napata trauma. Lakini Lida anasema things will Boniface Mwabukusi. Lakini ya Mungu Menga anasema hilo nalo liingizwe kwenye maajabu ya aibu ya dunia. Lakini Mwalimu Fatma anasema na pamoja ina alama za maswali question mark. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wametoa katika chapisho la Boniface Mwabukusi. Una maoni gani kuhusu ambacho Boniface Mwabukusi ameandika katika mtandao wa Twitter? Tafadhali share maoni yako katika sehemu ya comment section. Langu ndio Creative TV, tunakutujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.